Acha kunibembeleza hivyo jamani. Wewe uzuri usise sehemu tu. Mimi unapeleka maisha yangu yanakuwa hatarini. Maisha yangu mimi hapa nategemewa, mimi nina ndugu wanaishi nyumbani. Nisikilize kwanza, ungekuwa mwewe ungekuwa unanisikiliza. Mimi huko nina ndugu kabisa nyumbani huko, mimi unakonitoa wewe. Nisikilize babangu, nisikilize na mimi nakuomba. Mimi nakupenda wewe. Kwa mume wangu ana shida, nishaongea naye na niruhusu kuwa na wanaume wawili. Kwa ana shida kabisa yani babangu, nakuomba twende. Mimi mume wangu ashaniruhusu, amsani niongeze mume wa pili, nakuomba babangu twende nyumbani. Nakuomba nisikilize twende. Twende mkazi. Kweli mimi nikaishi sehemu ambayo kuna mwanaume mwingine tena humo nyumbani kweli? Twende babangu, ana shida mume wangu. Mimi naweza nikawalea wote wawili. Kwa msali twende. Yaani hadi kutulea unataka utulea wawili? Ndio, usijali babangu twende. Sasa mimi ngoja kwanza mimi nikuulize kitu. Unajua sasa pale tunaenda kuishi kama mume na mke. Haya, mimi nikihitaji tendo, yeye atakuwa wapi? Nitamtoa nje, usijali kuhusu hilo, nitamtoa nje usijali. Na yeye akitaka? Kutoka nje pia. Mimi nakuwa mmemwenza sasa. Kwa utanitimizia haja zangu zote? Hizo usijali babangu, hizo usijali. Nilikuwa naomba ununulie boxer nyingine 2. Unazo ngapi kwani? Hapa nina boxer 1. Nitakuongezea 6, usijali. Malengo yatakuwa 5000. Usijali. Ni pikipiki na maanisha, sio nguo ya ndani. Yaani mimi haki ya Mungu, chochote kitakacho nitokea kwenye maisha yangu kwenye hiyo ndoa huko, sheria itafuata mkondo wake. Umemwambia lakini mwenyekiti kwamba kuna mtu anakuja tena mwingine huko? Hana shida, nishaongea naye. Huyo mume wako yeye yupoje? Mume wako kwanza ana sifa gani kwanza? Ni wasanii, si unajua tuna wasanii na wewe. Walishalizika. Ni wasanii tunaelewa. Na wanabatu wananchi saa hizi tumepoa. Anaimbaga. Nitakuwa namsaidia kuandika na mwandiko mzuri. Nilikuwa naandikia shuleni ubaoni. Sawa. Haya. Salamu, mbona mabegi? Sawa, mbona mabegi? Huyo nani umeongozana naye huyo? Asante sana mke wangu. Yaani mume wako sasa ni nani? Mimi huyu, mbona unasema karibu huyu? Karibishe mgeni sasa mume wangu jamani. Sawa, karibu kiongozi. Asante, mimi sio kiongozi. Labda hujamuelekeza, mimi ndo mmemwenza. Yaani wewe mmemwenza wa nani sasa? Mmemwenza mwangu, tuliongea nini? Ndio huyu? Jamani, mke wangu ndio nataka mtu anavaa kweli tai jamani. Sasa hapa si nimekuja kuziba mapengo yako. Kwa umemwambia mimi nina mapengo, si ndio? Sio mapengo ya kwenye mwili. Mnashinda kuheshimu, basi heshimu na kipaji changu. Mwangu, toka umeanza kuimba hizo enzi hizo mpaka saa hizi hujatoboa. Unasubiri nini sasa? Lakini yaka kando yake tunanunua hata mafuta ya taa, tunanunua na nilia hii. Sasa huyu umemwenza. Kumbe anategemea kupiga gitaa kwa ajili ya kununua mafuta ya taa. Atakunulia wigi, ndio bana wigi limebabuka hivi. Umeona venye anadharau huyu? Umeona ndio anadharau huyu? Sio dharau, unajaribu. Hata nusu saa jamaliza umeshaanza kunisema. Usimeona ndio tutaishi mimi huyu. Hapana Mungu, usifoke sasa jamani. Sasa ukianza kunivulia miwani hivyo kwa gazba hivyo mimi ndio sipendaji. Ndio haya mambo ambayo nilikuwa nimezungumza. Mwenyekiti si ana habari? Ndio, usimwogope lakini mume wangu. Kwa nini mnanitishia vyombo vya habari? Sio vyombo vya habari, nakutishia kwenye serikali. Alafu mbona mnaishi kwenye chumba kimoja? Mnawezeje? Umeona mwenye dharau huyu? Umeona wewe umemtoa huyu? Wewe alikuwa anakaa wapi huyu? Wewe mimi nimetoka kwetu. Nimetoka kwa wazazi wangu. Sasa umri huu wote wanakaa kwa una ndevu zote hizi jamani. Ndio maana hata ndevu zote kwa mpangilio yani. Unaanza kutokwa na ndevu sasa. Uko kwenye ndevu tutapigana, sawa wewe? My lord. Mke wangu nisamee. Unajua amenichafua. Hapa na mdomo nasikia chachu. Hivi naweza nikapata sukari? Wewe jeshimuni nini? Hapa sukari sijai. Mke wangu basi enda. Kwa mimi sina samani, si ndio? Mpaka unamsikiza. Mimi nikisema tunaomba nitengee maji ya kuaga, unafura, lakini unampa hadi sukari analala. Naye si utulie. Mungu mkuandalie nini? Maji ya kuoga ya moto. Karibu kae. Maji ya moto unamwekea na iliki. Unamwekea yani kwenye maji unamwekea iliki, si ndio? Maana yake ni kwamba huyu unamwandaa kisaikolojia, unamwandaa kitendo huyu ili aoge awe mtamu. Ndio hiyo maana yake, si ndio? Sasa mmemwenza, ungekuwa mpole. Sio ndio mpole bwana, nao unakujaje kuishi na mwanaume huyu ndani unajua
Yeye amenielekeza, ameniambia kwamba wewe umekubali mimi nije kuisha. Si ndio hivyo? Ndio tulikubaliana, anaelewa kabisa. Sasa mbona unakuwa mkali? Nimekubali lakini sikutegemea kama ungeleta mwanaume wa design hii. Sasa mtu amevaa mashati ya pink jamani. Si maswala ya kipaimara. Mimi mtu akianza kunitukania nguo zangu. Usijali mama. Unafanya kazi gani sasa? Mimi nachezaga PS. Goodbye. Mungu wangu, maskini umeingia huko ndani. Yaani umeenda kutafuta mwanaume tena anacheza PS jamani. Kweli lakini nyonge mara ngapi wewe? Umeenda kutafuta mwanaume hata anaendesha mavyaji, anafanya kazi serikalini hata afisa misitu. Mpaka unaanza kucheza PS na nyamaza nikiongea mimi bwana. Sasa usifoke. Mungu, mgeni huyo saizi amefika leo sasa hivi unafoka hivyo jamani. Inaonekana hamna mabegi nyewe. Mimi ndo wa kwanza kuleta begi. Umeona mimi anasahau, si ndio? Kwa tunauza sisi ambapo tunaweka nguo zetu juu ya ukuta, si ndio? My lord. Tutakusana hapo. Mwanza kama basi hata tutambulishana. Sijanuna nimevula. Shida nini? Usinune. Basi salama. Naendeleaje? Vizuri. Jaribu bwana. Naambia wewe unaimba wewe. Namba hapa nikuonjeshe. Unionjeshe. Kasula kako ka upole kama mama yako. Gamu njoo basi wanaimba. Kikaa mbali kwa mimi nachoka. Napendana kama jiwa lilozaliwa pamoja. Piga bezi, piga bezi. Piga bezi. Basi unavyoimba hadi mimi moyo huku unafurahi. Usiniambie. Na sisi tumekutana pamoja. Tumekuwa familia. Hapa tutahama. Hapa tutahama. Yaani wewe tu umefika hapa unatusimanga. Kuna mashindano yanakuja ya wacheza PS. Mimi nitakuwa mshindi na uhakika. Utubadilishe maisha kupitia PS. Ndio. Umechanganyikiwa. Wewe. Kama niandalie maji. Nisaidie kutolea tai. Nigezee tai. Nimewahi kumpenda mtu naye mtu akampenda mtu, yule mtu naye akampenda mtu, tukawa tunapendana miwatu. Samani mmemwenza. Ndio. Najua upo kwenye feelings za hatari sana. Ya, kwa sababu muziki ni kitu ambacho napenda kwenye maisha yangu na natamani kuja kuwa kama Diamond. Wasanii wakubwa. Mmemwenza samani kwa kukuita eneo kama hili hapa. Sikutegemea kama nitakuita hapa. Ndio. Lakini kama mmemwenza, ndio. Niliahidi nitakupeleka kwenye hoteli tuzungumze. Ndio. Sio kimekushinda nini, umeleta kwenye ukuta umepuputika. Nataka nionyeshe uhalisia wa maisha yetu. Okay, sawa, karibu. Sasa mimi ninachotaka kujua, we kwa nini umemruhusu mke wako aongeze mwanaume mwingine? Kitu ambacho sio utaratibu. Mwanaume ndo anatakiwa aongeze mwanamke mwingine. Lakini wewe umefanya vice versa. Shida ni nini? Nashukuru kwa kuniheshimu, kunivulia miwani. Mmemwenza. Naomba usikize kwa makini. Hii story sio mahala pake hapa. Naweza nikakusimulia mimi hapa hata kama kuna mtu anapika maharage huko yakaungulia. Kwa sababu inasikitisha. Nakuomba. Mimi nataka tu nijue ukweli ili niwe huru kwenye ile nyumba. Samani, sio nyumba. Kwenye lile ghetto. Samani, mmemwenza usilie. Sasa ukilia hivyo nani atakuwa anamnyamazisha mwenzake katika nyakati ngumu? Inaniuma sana. Yule mwanamke nilimpa kila kitu. Basi mmemwenza. Basi. Okay. Naomba tu nisimulie. Naomba niongee kwa ufupi. Yule mwanamke unayemuona tunaishi naye pale, Sofia. Nimemuoa mwaka 1998. Hicho kipindi kulikuwa kuna utaratibu wa mali. Ndio. Ilikuwa unapotaka kumuoa unapeleka mbuzi mwenye mimba tu unachukua mke. Ulirahisishiwa? Ndio. Na mimi hicho kipindi unaona, nilikuwa niko vizuri kiuchumi. Lakini nilipofika 2007 uchumi ukanichumu mimi. Kwa kuchumu. Lakini shetani bado naye akaona hapo ni sehemu pekee ambayo anaweza akaingia kati. Mbona?
mimi nimewahi kupata ajali mbaya sana. Nilipata ajali mbaya sana na bahati mbaya nilienda kuzindukia hospitali. Daktari akaniambia kwamba mimi kiungo changu cha uzazi kimeingia mchanga, kwa hiyo siwezi kuzalisha. Ulishuda hata kukung'uta? Kukung'uta ili mradi mchanga utoke. Unakung'utaje kizazi? Unaweza kukung'uta kizazi? Ndio ungekidondosha sasa. Ndio maana yule mwanamke, umeona? Alipotoka yule mwanamke alishindwa kuwa mvumilivu kwanza. Akaniambia kwamba mimi na wewe basi, mimi sina ndugu, sina mjomba, sina shangazi, wala sina wazazi. Pole sana. Lakini usijali, nimekuja kuziba pengo lako. Unaziba kivipi? Unaniumiza pale nyumbani. Mama Sofia. Anyway, sio Mama Sofia. Mke wetu amenichagua mimi kama chaguo sahihi la kuziba pengo lako. Mimi nina pengo Hauna pengo, lakini una pengo katika uzazi. Mama. Una pengo la uzazi. Nimekuja kuliziba. Mmemwenza, naomba uniamini. Nisikize kitu kimoja Mmemwenza, sawa? Yule mwanamke baada ya kuona mimi nimepata tatizo kama hilo, akaniambia mimi na yeye basi. Mimi sina wazazi, sina ndugu mimi. Yule ndo mwanamke ambaye nilikuwa nimemsogeza karibu yangu, in my heart. Kwamba yeye ndo rafiki yangu, yeye ndo kila kitu. Nikasema sasa nikimwacha, nani atanipa faraja mimi? Akasema yeye anahitaji kuwa na mwanaume mwingine. Ndo chanzo cha mimi kumruhusu mwanamke wangu mimi, umeona? Alete mwanaume pale ndani. Ni neema hii kwangu. Na sasa unaweza ukazani mimi nakusanifu, lakini hii ni neema kwangu. Nimekaa miaka 5 bila mwanamke, lakini mke wako amejitokeza kama baraka. Sikia wewe, baraka ni baraka, mke wangu ni mke wangu. Please, mke wetu. Naomba pale nyumbani ulipofika pale, hebu naomba upunguze basi kwa moto. Upo moto sana. Pale nyumbani sisi tuna utaratibu bwana. Tabia kulamba sukari sisi pale hatuna. Wewe umeshafika pale umeanza kulamba sukari. Nimekuangalia tu. Naomba nikunyamazisha hapo Mmemwenza. Alafu kile chumba tunakaa ni single Mmemwenza. Na kuomba basi wewe unavulia socks nje. Jana mimi ndio nimeshindwa kulala lakini wewe na huyo Sofia mnavumilia, mnapigana mabusu. Mimi ni sawa basi, mwambie Sofia apike kitu kingine. Mimi naumia, naongea kwa uchungu. Samahani, utakuacha na uongee. Naomba umwambie kwamba Sofia mimi ni mbovu wa kiungo cha uzazi, sio mdomo. Hizo romance yao yananipa mimi. Nimekuelewa Mmemwenza. Naomba na mimi pia unisikilize. Kiukweli siwezi kupitisha siku bila kulamba sukari. Hapana. Siwezi. Hapana. Utatufilisi mle ndani. Na kufilisi na nani wakati yule ni mke wetu sisi? Mimi nitahakikisha nachangia chochote kile ambacho kinatakiwa kwenye ile nyumba. Kuchangia sio kwenye nyumba, kwenye lile ghetto. Hapo kuchangia imepita. Afu samani. Sasa kwa nini mnaishi kwenye kile chumba kimoja tu? Ghetto kweli, mke na mume mlikuwa mnaishi kwenye ghetto. Kwa nini? Kwa nini unataka kurudisha maumivu yangu wewe? Sitaki kurudisha maumivu yangu. Unataka kuniumiza mimi. Nataka nikuponye. Unaniponya wewe kama nani? Tabibu. Nimeshakwambia kwamba mimi kiungo changu cha uzazi kimeingia mchanga. Yule mwanamke amesema hawezi kuhama kwenye ile singo mpaka apate mtoto. Sasa wewe jifanye kama mbegu zako ndo zina haraka hivi, sawa? Nenda. Sasa kama zitakuwa na haraka maana yake ndio itakuwa mafanikio yetu sisi kuhama. Mafanikio yako wewe na nani bwana? Kuhamia kwenye nyumba yenye sebule, watoto wache wao sasa sebuleni bana. Wewe Mmemwenza. Naomba uende, mimi niache bwana nifanye muziki bwana. Mmemwenza, mimi nashukuru kwa kukuelewa. Angalau hapa ninapata mwanga. Kwa nini mimi niko pale? Basi mimi nipo kwenye giza, nenda huko. Uwani mnapata wapi hela? Tunashinda wote, tunacheza wote, ila nyinyi mnapendeza. Uzuri usisi. Unajua nini bwana Ilombo? Hapa mtaani pote wanajua mimi nafanya muziki. Sawa. Na watu wananitumia mimi kwenye shughuli zao mbalimbali. Mpaka kwenye misiba. Mimi juzi unajua nimeitwa msibani nikaimba. Lakini leo hii nakuja kukuimbia wewe mdogo wangu. Weka hela mezani hapo 500 tu na kuimbia unapata burudani. Lakini brother samani. Ndio. Samani, wewe pengine uko labda na kuingilia kwenye familia yako, kwenye mambo yako. Ndio. Lakini una kitu kimoja ambacho huko kidogo kimeweza kuwa na uvumi. Uvumi tena? Kumeweza kuwa na uvumi huku mtaani dodoso kwamba wewe hapa umeruhusu mwanamke wako aweze kukuletea mwanaume mwenzio ndani wa kukusaidia. Sio kwamba nimeruhusu. Dogo wewe hujaelewa, ni maneno tunaokizingatia. Mimi ni msanii, kwa watu lazima waseme. Si unajua? Samani lakini nisikilize. Sawa. Yule pale ni Mmemwenza. Sawa. Sikia melody.
Samani lakini blaza, samani mara moja. Lakini sasa blaza, mimi kama kijana mwenzio ningependa kuweza kukupa ushauri. Japokuwa wewe ni blaza wangu ndio kweli. Lakini sasa blaza, siku hizi unajua kidogo teknolojia imeweza kwenda, sababu kuna madawa kienyeji, kuna madawa kizungu. Umeona blaza? Kwa nini siweze kujaribu ili swala liweze kuisha? Ile swala la mfumo wa kizazi likaweza kutengenezeka ikakaa vizuri blaza. Hebu nisikize basi bwana, ile muuzi tusaidiane kazi bwana, tusaidiane muda bwana. Msikie bwana. Nisikize kitu kimoja, sawa? Wewe umeniita hapa kwa shughuli gani? Uweze kunisaidia hapa nyimbo ambazo zinaweza kuvutia wateja. Niimbe nyimbo ambayo italeta wateja, si ndio? Masuala ya dawa na usikaje hapo. Nimekwambia mimi sizalishi. Nimekwambia sina kizazi mimi. Nikufungulia uone. Basi twende blaza, tuendelee. Niimbie. Piga makofi. Niimbie kidogo wateja wale. Sasa makofi ya nini gitaa lipo? Uniamini? Nakuamini blaza, imba tuendelee. Nimesomea Cuba. Nyanya kitunguu, Mungu msaidie kijana wako, alitoroka shule, anategemea genge saizi. Dogo vipi? Poa. Kama kaa. Shari. Kuna movie hapa nataka niweke. Sijui jamaa anaweza akatoka kwanza. Ndio akatoka kidogo. Shughulikia mteja. Naweka action. Sasa utaratibu siupendi. Mimi mtu anaanza kuzibua siri zangu kweli. Sasa hapa kuna ile movie inaitwa Spartacus, nataka uniwekee humu. Nataka nijifunze kushika mapanga tu. Ile movie hivyo. Kumbe umeshanielewa. Si ndio maana nimemfukuza huyu hapa. Nisifundishe tabia mbovu. Niwekee vipande shilingi ngapi? 25 jero. Niwekee hapa bei che kumbe. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Wewe ndo ua langu kwenye moyo wangu. Wewe ndo uwaridi wangu, barafu ya moyo wangu. Nipe nafasi kwenye moyo wako, nikae mwanga. Ndakuwa kunguru, ndakuwa njiwa ambaye utanagiza popote na kukurejeshia majibu kama utakavyohitaji. Mchiti mke wangu. Nikuimbie kidogo. Mmemwenza! Unamchiti mke wangu, si ndio? Nipo kwenye biashara bwana wewe. Yaani kiufupi unatuchiti familia, si ndio? Nipo kwenye biashara, eti wewe hujaniomba nikuimbie? Wewe hebu toka hapa. Muone na wigi lake. Wewe, ulikuwa unamwambia maneno gani huyu? Mimi nafanya biashara muziki, mimi naimba, I am producer, I am promoter, I am very strong. Sasa unapromotia kwenye vichochoro? Muziki. Alafu wewe kizazi chako kina mchanga. Unakaa na wanawake mpaka saa hizi. Hao maneno usizungumze. Huko ni nje ndugu. Unatuchiti? Naenda kumwambia mke wangu. Wewe, mmemwenza.